Ndio ana mimba, lakini angetakiwa atolewe hata apigwe mikanda kidogo, kwa sababu anaonekana hajazaa huyu. Kwa mimba tunabeba mbona na hatupigi watoto na tunaishi na watoto wa watu? Mimba sio kwamba ni ugonjwa, wala mimba sio kiasira wala kisirani. Babangu sio tunapiga pamoja. Kaadhibiwa wiki nyuma kwa sababu wiki nzima anajinyea. Umeelewa? Sio alama za leo nimekwambia. Babangu anapigwa na fimbo. Umeelewa? Amepigwa na waya pia. Esther Jacob. Yaani ni hivi. Mimi hapa ni mjamzito, si ndio? Na inaenda miezi 8, si ndio? Kamkuta amejikojolea jana leo. Amemkuta anaanika nguo. Umeelewa? Nguo zake. Kaanza kujifulia alivyoanza tabia za kujinyia kujikojolea, umeelewa? Nikaanza kumwambia. Sasa leo ameanza amekuta anaanika nguo. Ananiambia mimi kwa nini anaanika nguo mtoto mdogo? Nimwambia siwezi kuinama kufua nguo. Umeelewa? Kila siku lazima ajifulie. Msinihukumu mwenyewe. Baba yake pia anafanyaje? Hizo alama sio za leo. Umeelewa? Sio za leo. Ndio maana nimemwambia hivi, mimi walivyokuja wananijia kwa jaziba, si ndio? Sio mimi mzazi mwenyewe na naishi naye, tunaishi naye wote. Aliyempiga ni nani? Si unaelewa? Leo asubuhi nimemwadhibu mwenyewe kwa sababu kaamka kajikojoa. Baba kashaondoka. Nimetoka nimeamka nimekuta amejikojolea, si ndio? Nimemwadhibu mwenyewe leo. Lakini ameadhibiwa nyuma pia. Tumeadhibu wote. Sio mimi mwenyewe nimeadhibu huyo mtoto. Si unaelewa? Baba yake mzazi na yana adhibu. Umeelewa? Sio mimi mwenyewe. Siwezi kumwadhibu mtoto mwenyewe mimi. Babangu sio tunapiga pamoja. Kaadhibiwa wiki nyuma kwa sababu wiki nzima anajinyea. Umeelewa? Sio alama za leo nimekwambia. Babangu anapigwa na fimbo. Umeelewa? Amepigwa na waya pia. Wakutajia tu simu. Kwa sio kwamba mimi nasema singekuwa sio angekuwa wa kwangu. Nimeishi naye mtoto bado mdogo. Si ndio? Nimekaa naye kwetu mimi. Baba yake alikuja kutafuta kazi. Asingekuwa na afya hivyo kama ningekuwa na mwazibu. Umeelewa? Kaanza tabia tumekuja huku Arusha, kaanza tabia ya kujinyea. Ana miaka 9. Sio leo tu. Sio alama za leo tu. Umeelewa? Hata wewe pia ukimwadhibu mtoto leo, kesho kutu anapata alama. Nimeenda kudai hela taka pale. Nikakuta mtoto ananika nguo akiwa uchi. Kwa hiyo nikamuona zile alama kwenye mwili, nikamuuliza una shida gani? Akasema mama kanipiga. Kwa kosa lipi? Mtoto kaanza kulia na mimi nikalia, nikafanyaje? Nikaondoka. Nikamleta mama huyu hapa. Nikamwambia tu ndo kanisaidie kitu. Tulipofika huyu akamnyanyua mtoto akakimbia naye. Mtoto ameniambia anapigwa kutumia kitu kizito kichwani kama fimbo kubwa, na kwenye mgongo akasema anapigwa na waya kama waya wa umeme. Limeniuma, ndo maana nimeamua kwenda kumuitia wananchi waje waingilie kati, kwa sababu na mimi ni mzazi. Haiwezekani mtoto unampiga kama vile mwizi hata kama amefanya kosa lipi. Anasema yeye ni mama wa kambo. Mama wa kambo siku hizi ndo wa kwanza kuua watoto, kunyonga watoto, naye atakuwa mjiani. Mimi naitwa Zura. Nilikuwa nyumbani kwangu nafua. Binti ukolekta wataka akaja, akambia Dazura, twende ukanisaidie, kuna mtoto nimemkuta amepigwa sana, yuko uchi, anaanika nguo kamba 3. Na mimi nikaacha kuanika nguo zangu nikatoka, nikikimbia nikaja. Nikamwambia gonga wewe mlango, kama mtu atakuwa ananijua hata kubali kufungua. Alipofungua mlango na mimi nikaingia. Akaambia ni nini mnanijazia nzi hapa kwangu? Nikamwambia mama acha mdomo mchafu, na muombe mtoto aliyepigwa. Simtoi. Nikamwambia naomba mtoto aliyopigwa, kwa unajua mimi ni nani? Akawa anakataa. Nikamsukuma yule mama, nikaingia nikamnyakua yule mtoto nikamtoa, nikamwambia utanifuata. Nikaja hapa barabarani nikawa naonesha wananchi, angalini, hii ni haki. Hii haitakubaliana, hii si haki. Huyu mtoto ni unyanyasaji wa kijinsia. Na akanijibu akambia kwanza si wangu, ni wa mume. Kwa hiyo mtoto wa mume ndiye anapigwa design hiyo kwa vile si wako. Nikamleta mtoto, wananchi wakajaa, nikamrudia mama. Ila nataka kukimbia.